Amen, amen. La kwanza, mwanamke Mungu alimuumba, giza anamuumba, amempatia zegele yake, sivyo hivyo? Mwanamke anasema sitoshekane na ile, inafaa niuze nyingine ya kuongeza, bila anatoshekana na kizumba, atoshekane na ile. Mungu alimuumba akimpatia sura yake nzuri na rangi yake nzuri. Mwanamke anasema hapana, mimi sitoshekane na hii rangi na hii sura, inafaa niongeze vingine. Anaenda anaongeza, na anatuambia macho inageuka kama vile ya bata. Unakuta kwa mbali, mimi nakumbana na mtu kama na yeye. Haleluya. Atoshekane na rangi yake, atoshekane na maumbile, yeye anaanza tu aongeze vingine. Mungu amempatia masikio matuti, anaona jinsi Mungu alimuumba na ile masikio, eti anakuwa kama vile nguruwe. Inafaa tohole atie vitu vingine, kumapua tohole atie vitu vingine, atoshekane na maumbile. Na yale yote itakufunga kitu fasi moja, kwamba aidha kuingiza katika ule mto wa kumbuliko. Yale yote ni ibilisi kutaka kupeleka tu kuzimu. Amen. Haleluya. Unatoshekana. Amen. Makucha. Ona rangi yangu ya makucha. Mungu aliona ni vema nipe hizi rangi. Yenyewe inapendeza bwana. Angalia wanawake sasa. Mimi wasira wako wanakuma na hizi pepe. Anatia mwingine, mkumidomo anatia rangi nyingine. Anafanya. Muulize ile yote unayofanyia nini? Na utaenda naye wapi? Amen. Milioni mmoja alikuwa na laga dunia siku. Mfungule ile mameshe mfungule ndio. Yeye anamwambia toka. Iko na retare. Mimi napotea. Nilikapala neno ambao walinishuhudia. Watumishi wa Mungu walihubiri nikakataa. Hivi kwenye niko nakwenda, naona napotea, mwache, haina kazi. Mungu unasikia pale? Okay, sasa nataka tuanze hivi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kuna sehemu tatu ambapo Mungu alitia mtu kukaa. Sehemu ya kwanza ni udongo hii. Tusomee kitabu cha Mwanzo. Unasomea kitabu. Bwana Mungu akamfanya mtu mavumbi ya ardhi. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Asifiwe sana. Mbele ya Mungu kupulizia mwili yenye aliumba kwa udongo, alikuwa deja anaomba mtu mwesprit. Ulia Genèse 1 27 à 28. Mungu Baba aliumba mtu wa ndani, roho wa ndani. Haleluya. Haikuwa kimwili. Amen. Huyu wa ndani akitoka, hiki kimwili kinaanguka. Amen. Hata bibi yangu ataogopa. Atakimbia nyumba. Unasikia uchina basi. Amen. Haiko Mungu wangu tena. Mungu wangu ameshaenda. Ni kweli, haiko tena Mungu wangu. Amen. Inakuwa kidogo. Amen. Chenye kimetoka udongo. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Soma pale. Mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Les âmes qui sont maintenant en prison. Amen. Nafsi zilizo kifungoni sasa. Paragrafu 43-44. Mstari wa 40. Kuonyesha ya kwamba kila mmoja wetu hapa ametoka katika mavumbi na anakaa hapa chini duniani kwa ile mavumbi. Na kisha kufa atarudishwa tena mavumbi. Amen.
Na tena tuambia tunasoma paragraphe 43. Maintenant. Sasa nous croyons être quelque chose. Tunaamini kuwa kitu fulani sisi. Souvenez-vous bien de ceci. Kumbukeni hili kwanza. Qu'est-ce que nous sommes? Sisi ni nini? Nabia nauliza. Sisi ni nini? Sisi watu. Ni nini? Alors, une montre de terre. Ni kifurushi cha udongo. Amen. Kifurushi cha udongo. Amen. Amen. Ukienda unaenda kuta kilikili moja inapanda hivi, mtu inapandisha kilikili pale. Ndio na wewe uko kilikili. Amen. Amen. Unajua nini? Amen. Sasa ndio ndio. Haleluya. Ile moto de terre. Sasa Mungu kwa sababu Mungu mbinguni, Parce que tu es poussière. sasa wewe ni vumbi, Tu retourneras à la poussière. utarudi tena mavumbini. Nani anaweza katala atarudia? Utarudia? Okay. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, Basi quand vous voyez un homme qui marche unapomwona mtu akitembea dans la rue barabarani en se prenant pour un autre, akijizania kuwa kitu kingine, vous savez, najua parce qu'il a un peu d'instruction kwa sababu yeye ana masomo fulani et tout. na mengineyo. Souvenez-vous, Kumbukeni, c'est une poignée de poussière de l'Indiana. yeye tu ni kifurushi fulani cha pale Indiana. Umesoma, umepata cheti, umepata diploma. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni mdogo tu. Na utaka kugusa kile kicheti kitabakia mbalizi na wewe unaondoka. Amen. Sasa kama ukutumikia Mungu, mahali utafikia utakuwa mahali pabaya. Wewe. Amen. Alléluia. Amen. C'est tout. Ndio basi. Et une femme Na mwanamke qui est en short, ambaye anavaa kaptura, qui fume la cigarette ambaye anayevuta sigareti et qui se conduit n'importe comment dans la rue, na anayejiongoza kwa namna zote zile barabarani, qui se datine comme si le pays tout entier lui appartenait. kienda kwa tu ya madaa kama vile nchi yote taifa lote ni lake yeye. Asema yeye wote hata tikisika tikisika. Unaona mtu asema udongo. Wewe mwangalie udongo. Haleluya. Anadhania kwamba nchi yote ni yake. Ameshajikwatua, ameshafanya vingine, anavala, anamtoa kiatu kiko hivi. Na wanaume wenyewe wana Roho Mtakatifu. Uangalia hivi wanaanza tetemeka. Mais celui qui a le Saint-Esprit. Udongo. Haleluya. Haleluya. Ni miili ya kuondoka. Ni miili ya kuzikwa kaburini. Wewe. Kumbe maadamu ukingali katika mwili, tafuta mahali utakapokwenda. Ukitii neno la Mungu ala letre. Kutii neno la Mungu ala letre. Kushika neno la Mungu lote. Tii wazazi, unawatii. Usifanye hiki na hiki, unatii. Haleluya. Tembea hivi, unatii. Neno la Mungu silaha ya Wakristo. Amen, amen. Nasema ule mwanamke sentini poignée de poussière de l'Indiana. Huyu ni tu kifurushi cha udongo cha pale Indiana. Sasa mimi siseme Indiana, nasema Kongo Baraka. Ndio. Hatukuwa na wafulani na wasema wenyewe tumeshazika hapa. Ndio. Tulizazika wapi? Udongo ya Baraka. Maana yake ilikuwa furushi ya udongo ya Baraka, na ikiwa hawakutii neno la Mungu, sisi na wao hatutaweza tena. Na ikiwa walitii neno la Mungu kwa sasa, wako wanasema sisi tumetoka katika miili ya ovyo, miili ya kugonjwa, miili ya amen, amen. Unaamini hilo? Amen. Bwana asifiwe sana. C'est à fait qu'elle retournera. Ni hapo itarudia tena. Alors, Basi
au départ, mwanzo vous n'êtes pas grand-chose. kitu kikubwa. Voyez-vous, c'est vrai. C'est ce que vous êtes. Hauko kitu kikubwa. Uwe na pesa, uwe na mahitaji, uwe na nini na magari na mavyo. Wapolitisia wanatusumbua tu kwa ajili ya pesa na vyeo. Mwisho wanaenda nacho wapi? Mamilioni ya watu wanakufa, lakini sasa wao wanapata vile vyeo. Mwisho wao wanaenda wapi? Wao pia wanarudi mlongo. Niliuliza Bandredi, où est le squelette de Mobutu aujourd'hui? Mifupa ya Mobutu iko wapi? Omaro. Unajua jinsi gani alivyokuwa? Unajua jinsi gani watu walimtetemekea? Unajua jinsi gani watu walimuogopa? Na après tout, c'était de la paix. Ilikuwa tu ni udongo. Iko mvulana wapi leo? Na hivi mimi wanapenda wamrudishe mpaka akue udongo ya Kongo. Parce que les Congolais, nous sommes liés à la terre de nos pays. Tumeunganishwa kwa udongo wa nchi yetu. Ewe ambao unajivuna, au unajisimuka unajivuna, anajipandisha kiburi, anajipandisha anashauriwa ajali, anaomba uropa na mshauri kama vile wabumbafu. Haleluya. Amen. Amen, amen. Wewe ni mahali ambapo wenye dhambi wanakwenda. Dhambi ni ipi? Ambapo inajiunganisha kwa mwili. Tufungue Galata. Galata sana. Unaanza kusema mwili ambao ulitoka katika udongo una mambo yake, na ile mambo yote Shetani anaileta ni kwa sababu ya kukuzuia wewe usiende kupata raha. Amen. Amen. Nilisema pale jana, acha tena niarudilie. Katika kuzaliwa tumefanya kazi gani? Hakuna. Nani hapa mwenye anasema wakati mimi nilizaliwa mimi nilifanya kitu fulani. Nilisaidia mama kwa hiki na hiki ili anifanye. Nani? Tulichoka tu tunazaliwa. Lakini sasa kwa kutoka na hii mwili sasa, kwa kuingia mahali pale pazuri, ilifanya pale. Amen. Inafaa kufanya kazi sasa. Sababu pale kuende mtu tu kwa sababu ni kwenda. Amen. Haleluya. Amen. Inafaa utumike. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na ile kutumika haiko kwa saa moja wala dakika moja. Amen. Haiko kwa sababu nilishinda leo, Shetani atakuja kesho. Haleluya. Sikia. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 5. Basi nasema endeni kwa roho. Endeni kwa roho. Roho. Amen. Wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Tukienda kwa roho, tukitumikia roho zetu, hatutaelekea katika tamaa za mwili. Sababu mwili wa roho unapambana na roho ya roho. Sababu vyote vyenye roho ya roho inapenda, mwili haupendi. Na mwenye anafanya mwili wa roho usipendi yale yenye roho ananiambia. C'est notre ennemi, l'ennemi de Dieu, Satan. Na ndio napambana naye. Nikiambia kwamba pambana na Shetani, maana yake pambana na mwili wako. Amen. Shetani ule c'est ton corps. Ni mwili wako. Amen. Tusikie. Basi wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Ndio. Kwa sababu mwili utamani ukishindana na roho. Amen. Na roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana. Hata mwezi kufanya mnayotaka. Lakini tuongozwa na roho, hampe chini ya sheria. Haleluya. Kwa msemo umezaliwa na roho, ukizaliwa mara ya pili, tamaa za mwili unaachana nazo. Ukizaliwa mara ya pili, wewe unakuwa mwana wa Mungu. Haleluya. Ukiachana na tamaa za mwili, wewe unaitwa binti wa Mungu. Lakini ukishindwa
na kuachana na tamaa za mwili. Haijalishi uko miaka 15 kanisani, wewe ni mtoto wa Ibilisi. Kile matendo ya mwili ambayo inazuia watu kuona ufalme wa Mungu. Uwe sharati. Unaona? Kwa anaheshimu mwili kuliko kutii mambo ya roho. Haleluya. Uwe sharati. Uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu. Pole. Tena jana nimesema hivi. Wakati wa vita unapokuja, Shetani anawinda watu wa Mungu. Sasa atawinda watu wa Mungu wale, atawaonyesha ya kwamba kuna mambo ambayo inaweza kuwachunga zaidi ya Mungu. Na watakuja. Na wataomba pesa. Kama ndio mchinga huko. Hii mzizi ukikula tu itakuchunga hata lisasa litaingia mwili wako. Niliambia Bwana mwenye anachunga mtu. Siku ya kifo yako ikifika na wewe hauyamwamini Mungu, hata ile dawa yako itaishia. Itashindwa. Haleluya. Najua leo changu mwenye alisema wakati Kabila mzee alipigwa masasi Kinshasa. Nikasikia nikamata revolver akapitika. Aseme umekufa wewe. Umesahau mambo yetu. Ya nini ya madawa. Na le iko. Ijapo alipiga cha vile akakufa, lakini leo iko. Usipokuwa risasi unakufa na malaria. Ukifa malaria utakuwa na prostate. Ukifa na prostate